Mradi wako nyumbani utakufa kwa sababu ulipewa nafasi ya kukuza mwingine na kukuza. Wewe umesoma na watu wangapi? Are they working what? So kwa wengi wako mtaani. Again they were good. Tulivyo. Yaani sisi Mungu hajatunyima vyote. Kuna kitu Mungu amekuzidishia, amekipinja kwa nini ili tufanye nini? Nilikuwa hapa mfano wa zile elements. Sio maji yanaandikwa kwa Kiingereza, si ndio? Kwa kemia tunaandika H2O. H2O. Si ndio? Haya ni maji. Phosphorus inaandikwaje? Kuna kitu kinakuwa hivi nataka ndio mfano wa maji. Wangapi wanafahamu ugali? Ambaye afahamu ugali? Ndio unafahamu ugali? Kama mayai wewe ugali unajui. Ni ugali kwani unapika? Mara mwisho umekula ugali ni leo asubuhi. Sisi ili upatikane ugali tunahitaji kitu kimoja hapo, kimoja. Unga, Doris, moto, maji. Na mchungaji kuni. Mwiko. Sisi tupate ugali tunahitaji ugali. Keti, mzee au Dixon. Sufuria, vitu tunaona kama nisema vyote, kuna sahani, kuna mpishi anahitajika, saga, ndio kuna shamba, kuna wakulima, kuna huo ndio msingi wa DNA tofauti. Kwa hiyo kuwa na wazo la kuwa na taasisi kama hii ni jambo lingine. Kulitekeleza vitendo. Matroni wetu akitoka mtoto kwenye ofisi yake ana tatizo kwa sababu hakumsimamia vizuri, anakujibu. Akitoka mtoto kwenye fani yako ya ushonaji akaenda kushonea watu vibaya, wakati kwa ndio manake unakujibu wewe kumtengenezea misingi mizuri. Ndio simama kwa sababu kuna madaktari wazuri sana lakini wala rushwa. Unajua hiyo? Kwa hiyo sio knowledge. Yaani anaweza kama yaani mtu mbake bila nyie hawezi hata alikuwa amechanganya angekuja hapa hampa alikuwa ameshachanganyikiwa. Hoja asibi. Kwa wangapi umemwombea bosi wao leo? Inata Daudi amewaombea. Hakistaki mpaka leo. Na nasema kama ukimwambia mwanangu pipi na haribu meno usile pipi alafu wewe unakula pipi. Anaenda anajificha anakula pipi. Hello. Makelo inabidi niwe moderator kidogo. Nashukuru sana. Basi hebu tusimame mara moja kidogo. Basi tufanye kama hivi. Tufanye. Hello. Tanbulu. Positive future. Haya, Tanbulu. We build a positive future. Tanbulu. We build a positive future. Basi nashukuru sana. Jamani, sasa hizi ni muda wa break. Kuna chai hapo nje, kubadilishana mawazo. Unaonaje? Toka ameanza Mr. Eric. Unaonaje? Tunaweza tukafika tunapotaka kufika au vipi? Sawa eh? Sasa hayo ni baada ya huko wakati tunakunywa chai, huko tunazungumza tunabadilishana hivi sisi hapa na pale. Kwa hiyo chai itakuwa ni nafikiri dakika 10 zinatosha. Sawa eh? Basi asanteni sana. Baada ya dakika 10 timekeeper slow. Baada ya dakika 10 tuingie huko ndani. Tumalizie awamu ya pili, haitakuwa ndefu sana. Sawa eh? Tunawashukuru sana wote. Your tracks today. Uhalisia wa maisha. Nini ambacho tunaenda kujifunza kabla yeye anaanza kuongea? Unafikiria nini?
lakini tumeona ambavyo wanatuambia kuhusu mtazamo aina ya maisha ambayo tunayaishi yapo. Kwa kwanza usipojali muda, tumeona muda ni kila kitu. Kumbe kuwa mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii na mtu ambaye analegea kufanya kazi. Kitu kingine mfano aliokuwa anaitolea zaidi ni vile ambavyo labda kazini unatakiwa saa 1. Mtu kumbe unatakiwa kufika zaidi ya ile saa 1 kabla ya saa 1. Saa 1:30 wewe unatakiwa ufike saa 1:40. Yaani ile ikupotea huko kazini. Sasa ulipofika nini ulifanya? Tumeona mtu ambaye aliweza kufika, mtu wa kwanza aliwahi kufika lakini hakufanya kazi, alipiga story, kazunguka, muda ukaenda. Yule mtu ambaye amechelewa kufika kwa ule muda, alifika tu akatambua nimechelewa, lakini wajibu wangu kwenda kufanya kazi. Kaenda akafanya kazi. Yule wa kwanza tumeona ambapo alifika kaendelea kufanya mambo yake, kazurura, muda ukaenda hivyo. Mtu wa pili aliyefika hakuwa na story. Alifika akafanya kazi tena kwa bidii. Lakini tukaona ambapo watu wote wanakuja kulipwa. Mwisho wa mwezi tunataka mshahara watu wote. Kumbe ile sasa ndio tumekuja kujifunza kuwa kwenye swala la uaminifu. Yaani ile sio ni kuibia, yaani sio niseme ni kama kuibia kama ni serikali au kuibia ile ofisi. Kwa maana haukufanya kazi vile ipasavyo lakini ulihitaji mshahara. Tumeona mtu ambaye alikuwa amefanya kazi kwa bidii hata mshahara wake ulipokuwa ni nusu. Hakujaji kwa maana yule ndio yuko halisi kufanya kazi, yani ndio inavyotakiwa, mtu anatakiwa mfanya kazi lakini pasipo kujali maslahi. Tumeona mtu ambaye hakufanya kazi kwa bidii lakini ile mwisho wa mwezi umefika kama yani kacheleweshewa kidogo au kuna pesa tu haikutimia. Akawa yani ana doubt sana wewe kwa hela sijui nini lakini kazi kumbe hakufanya. Nadhani tulichojifunza kwa wote ni kufanya kazi kwa bidii na nini malengo yako kuhusu kazi unayofanya. Tunafanya kazi ili twende mbele. Tumeona tunafanya kazi ili kuipushi ofisi, kuibrandi zaidi ambavyo kama mtu anatokea labda tufanye Tanboy, tupo nje ya hapa, tumeshafanya kazi, tuko mtaani, jamii tunayoishi nayo ni lazima itambue nini tunafanya, mchango mkubwa kuhusu ofisi, tunaingizia nini ofisi. Hivyo. Asante. Wafanyakazi wa Tanboy kwanza lazima tuzingatie muda. Lakini ukiachana na kuzingatia muda, lazima tuwe na ushirikiano. Hatuwezi tukaendesha shughuli zozote zile zinazopatikana chuoni kwetu kama staff wenyewe hatuelewani. Kwa hiyo tumalize tofauti zetu. Kama kuna mtu ana shida na mwenzake, basi ni jambo la kukaa tunazungumza, mnaelewana ili mwisho wa siku kazi iendelee vizuri. Lakini unapokuja shuleni au tunapofika ofisini kila siku, lazima tuwe tunatambua tupo hapa kwa ajili ya nini hasa. Tunaweza tukawa tunakuja shule lakini hatuelewi kwamba tumekuja kufanya nini au lengo la kuwepo hapa kwa kila mmoja ni nini. Kumbe lengo ni kwanza tunahitaji kufika mbali. Sehemu hapo tunafanya kazi kama ni ofisi, taasisi, hapa shuleni kwetu tunahitaji chuo kwanza kikue. Ili tuwe na mafanikio bora ni pamoja na kuongezeka kwa maendeleo ya chuo chetu. Ikiwemo idadi ya wanafunzi kuongezeka siku hadi siku, lakini ikiwepo na kutoa elimu bora kwa wanafunzi, kuwafundisha pia maadili mengine na maisha mengine ambayo yanapatikana nje na chuoni, watakuwa watambue. Kwa hiyo hata wakitoka hapa siku moja wakienda huko mtaani, ni rahisi hata watu wengine kutambua kwamba kumbe Tanboy wanafundisha vitu vizuri. Ukiachana tu na elimu kama labda ni ususi, ni ushonaji, ni issue ya tourism, lakini kumbe wanafundisha vitu vingine nje na elimu ya darasani. Ndio maana tunakiita chuo chetu ni chuo cha fundi stadi. Kwa hiyo kama hajapata kazi labda baada ya kutoka hapa, basi akienda kule mtaani aweze kufanyaje? Aweze kujiajiri au akafanya shughuli nyingine. Lakini kitu kingine ambacho tumejifunza ni nidhamu kwa ujumla. Kwamba sehemu yoyote ili kazi ziweze kwenda vizuri tunahitaji kuwa na nidhamu. Nidhamu ni kumheshimu au kuheshimu kila kitu ambacho kinafanyika mahali hapo, tukianzia darasani, lakini pia tuna wajibu wa kuwaheshimu wanafunzi, maana bila wanafunzi pia sisi hatuwezi tukawa tupo hapa kufanya kazi.
Nilichojifunza hapa, kwanza kwenye swala la muda. Muda ni kwamba tujali muda sana. Kipindi kufika ofisini uweze kutendea haki. Kufika saa moja aidha uweze kufanya kuanzia kazi kuanzia saa moja mpaka saa 10. Aidha kama muda wako umechelewa, basi uweze kuongeza, ufidie kwa ajili ya kazi yako. Na pia kitu kingine, kujaliana. Nilichojifunza mimi kwamba nimjali bosi wangu na mimi pia nijijali mimi. Kwamba bosi wangu namjali kivipi? Pale endapo akiniomba kwamba natakiwa nifanye kazi kwa wakati fulani, basi natakiwa nifanye. Na mimi pia nijijali kwamba licha ya kwamba bosi mpaka niambie kwamba kafanye kazi fulani, basi natakiwa mwenyewe nijitume ili nijue kabisa kwamba kipi kimenileta hapa kitani. Ndio hayo. Asante. Haya, makofi. Sawa sawa ili tuende wote kwa pamoja. Nashukuru sana. Basi mimi nafikiri tusiwe na maneno mengi sana, lakini tuendelee na hii semina hatua ya pili. Ila tu niseme kwamba siku zote kama ninavyosemaga, watu wazuri hawachukuliwi nje wakaja wakiwa wazuri. Watu wazuri wanatengenezwa. Sawa? Kampuni yoyote, taasisi yoyote ambayo umeona imefanya vizuri sana duniani ili watengeneza watu wake wakabadilika kutokana na taasisi inataka nini. Ukiwa mzuri, ukitoka huko ukija hapa, lazima tu hatutaenda kwa vizuri, kwa sababu utakuja na ya kwako, utaenda tofauti na taasisi inavyotaka. Kwa mtu mzuri anatengenezwa. Ndio maana hata kama ukiwa kuna kitu umekosa, mimi nakwambia hapana, ngoja tuendelee, tupambane, twende, utaelewa tu mpaka baadaye unakaa kwenye mstari. Lakini hatuwezi kusema twende hivi hapana. Mtu mzuri anatengenezwa na taasisi inatengenezaga watu wake. Karibu sana. Kwanza hapa sijaendelea, nishukuru kwanza kwa breakfast. Sawa, nimesahau kushukuru jamaa naye mgonga vitu vitu, alafu hata shukrani hamna. Sababu nimenishtukiza mimi sikujua kama kuna chai. Lakini pili ni muombe kidogo, tutaongea kwa nusu saa kuanzia hapa. Tunaanza kuhesabu zile hesabu, tulitegemea tuanze saa 2, tumeanza saa 3 kasoro. Sio? Tumefundishana kufidia muda. Ni kwa tunafidia nusu saa yetu. Then baada hapo tutaagana. Wakati watu wanatoa testimony kwa Kiswahili ndio ushuhuda. Ndio maneno haya yanatuchanganya. Nikakumbuka kitu kimoja wakati kwenye Biblia, sasa mshangazi wa mchungaji zile kwenye Biblia anaambiwa Abrahamu aliambiwa nini na Mungu, toka nyumbani kwa baba yako uende wapi? Atoke nyumbani kwa baba yake afanye nini? Aende sehemu. Tukimaliza hiyo nitaongelea swala la Kaini na Abeli. Nani nawafahamu kwenye Biblia? Kaini na Abeli. Haya mimi naanza kwa ajili ya tangu, wala sio vitu vingine. Hapa sihubiri injili. Kaini na Abeli, kwanza nianze na Abraham. Abraham ndio Ibrahim. Ndio Ibrahim. Ndio baba wa imani. Ile neno Abraham alipoambiwa toka nyumbani kwa baba yako, nenda nchi atakayofanya nini? Ndio tuseme kama Biblia, lakini hivyo tunaelewa. Sasa ile nchi aliyokuwa anaambiwa Abraham ndio nchi ambayo Mohamed yuko Turnbull leo, ndio Dickson yuko leo, Betty Catherine. Ile nchi ambayo Mungu alimtaka Abrahamu aende, ndio nchi ambayo tumetakwa sisi tunaleo tuko hapo Turnbull. Turnbull ndio kwa sisi tulioko hapa ndio kisima cha mafanikio yetu. Yaani kwenye historia yako ya maisha hakuna sehemu utailuka hii sehemu. Uwe umekuwa rais wa nchi hii, umekuwa rais wa dunia, umekuwa jambazi, utataja at one point in time nilikuwa Tanga, inakudetermine ngazi ya pili. Tunaamini ukijikwaa ngazi ya kwanza una chance ya kujikwaa zaidi mpaka ukae sawa. Ndio. Kwa ukikanyaga vizuri manake steps zinazofuata utaenda
vizuri. Sasa wakati Mungu anamwambia Abrahamu, wengi tukisoma Biblia tunasoma Mungu alimwambia Abrahamu, si ndio? Lakini ukweli ukiitanalyze Biblia, Mungu akamwambia Abrahamu, Mungu alimwambia kioo, kwa sababu watu wengi tuna tendency ya kuangalia kioo, si ndio? Kioo kinatupa image ya sisi tulivyo, si ndio? Image hiyo inatengenezwa kwenye brain. Sasa kioo kimeweza kutusaidia kuona sisi tulivyo, si ndio? Inawezekana wewe bila kioo umekuwa hujui unafananaje. Wewe Dickson unaifahamu sura yako, ukiachana na mambo ya picha na bila kioo. Yaani ungeweza kumwambia mtu how do you look like? Mpaka niangalie. Sasa kwenye akili zetu, kuna jambo kilifanya repeatedly, kilirudia akili naamini kwamba hii inatakiwa kuwa hivi, inaanza kutekeleza vile jambo, si ndio? Sasa hivi tunakubaliana wote kwamba fedha ni zawadi, si ndio? Everyone anakuwa happy akipata pesa. The other guys waliomba kuja hapa lakini they were not successful, si ndio? Kuna ambao wamekuja wakafanya na wakaondoka. Kuna ambao wameingia alivyokuwa na wanatoka jinsi walivyo, na kuna ambao watatoka tofauti. Hii ni sehemu ya kufanya uguse maisha ya watu. Hii ni sehemu unaandika historia kwenye maisha ya watu. Hii ni sehemu ambayo utatajwa maishani mwako. Nani aliangalia mazishi ya Profesa Sarungi? Mwenye amepata shida ya shingo. Kuna mtu atapita tangu hapa atahudumiwa na Muhammad, atamkumbuka maisha yake yote. Ndio sehemu unaweka alama kwenye maisha ya watu. Kuwa mtu unayetamani mtu aseme kwa kweli nisingepita tangu, nisingekuwa hivi. Na tangu sio majengo. Siwezi beleani. Tangu ni nyie. Kwa hiyo ukisikia nasema vibaya, ujue ni wewe. Ikisema vizuri, yaani ukianza kuziona anasifiwa, jua ni sisi. Tena unatembea kama sio unajisikia. Huyu anakuwa sifa lakini sio za kwake, ni zetu. Tuko ni sisi. Ukisikia unasema jamaa wa ovyo, kile choo cha ovyo, jua ni wewe. Hala sio yeye, ni wewe. Sawa? Kwa hiyo sisi tumeitwa hapa tukafanikiwe. Nilikuwa kama Kevin Matron. Matron ndio mtu anafanya Matron, kazi yako ni Matron, kazi yake anasimamia wanafunzi ambao wako hostel. Kwa hiyo ndio nchi ya ahadi ya Catherine. Sasa anawasimamiaje? Anajua yeye. Nikasema mfano wa Kaini na Abeli. Nani anafahamu kisa chao? Nani anafahamu kisa cha Kaini na Abeli? Nani alimuua mwenzake? Kaini. Wao walikuwa na watoto wa tumbo moja, si ndio? Unajua kwa nini mmoja alimuua mwenzake? Wivu. Kwa hiyo wivu wa nini? Urithi, si ndio? Ile miamba walikuwa wanachungulia mali ya baba yao. Na baba yao alikuwa ameshakuwa mtu mzima, mzee. Vijana wa kina Dickson wakiwa na mzee ameshazeeka, watu wanaomba mzee sana kufariki ili nimiliki mali. Sio yule mzee Dickson mfano. Sasa kwa sababu ni wewe kwa Dickson Jones, Dickson wako wengi. Kwa Kaini na Abeli walikuwa wamekaa mambo ile, Kaini akawa anapiga hesabu ya mzee akiondoka hapa si 50-50. Akaona hamna. Hapa lazima mmoja aondoke. Nianza kumiliki. Wakipiga story jamaa mzee si akiondoka tunagawana kwa 50 kwa 50. 50 kwa 50 na lazima wawe close neighbors. Sawa. Ndio maana unaona vibaka wanapenda sana kuingia nyumba zenye ukuta, lakini zile nyumba ambazo zina ukuta wachache sana sana anaona anaonekana sisi. Yaani akiwa anatumia hizo watu wesi mtu anamuona yuko jirani. Lakini ile ya kwako kwenye fence akidumbukia tu amemaliza biashara.
Sawa. Kwa hiyo Kaini akapata lesson. Alipojifunza kwamba Mungu wetu ni wa wingi, hata kama mko wengi bado atawagawia kulingana na Mungu. Nimeelimika, sasa naenda kujenga mji ili watu wajue kwamba wanatakiwa kuishi kwa nini? Kwa kuja kutupa semina hii. Mimi imenipa mwonekano kwamba ninapokuja kazini tutengeneze mazingira ya nyumbani yakae sawa. Nisije nikatoka na stress kule nikaja hapa alafu nikaharibu kazi. Lakini niwashukuru wafanyakazi wenzangu kwa jinsi ambavyo tumekuja kupokea maelekezo haya. Basi niwaombe tukayafanyie kazi na kutoa huduma iliyo njema kwa wanachuo wetu, lakini tushirikiane sisi kwa sisi, tuondoe tofauti zetu ili Turnbull hii iweze kukua. Naomba nirudi tena kumshukuru mwezeshaji. Asante kwa kutuwezesha. Basi Mungu akibariki kipaji chako. Nikiona kipaji chako ni kizuri sana kwa maelekezo ya watu. Sisi kama Turnbull tumepokea, lakini tunakukaribisha siku nyingine yote uje tutembelea, sio kwa ajili ya semina. Lakini kwa kifupi niseme asanteni washiriki pamoja nami, lakini pia tumshukuru mkurugenzi wetu kwa kuona ni vyema alete kitu hiki. Vitu kama hivi kwenye sehemu za kazi ni vichache sana. Wengine wanakwenda tu na mambo yao. Lakini mkurugenzi ameona ni vyema atupe washa hii. Hiki sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Kitatufanya tuweze kufanya kazi kwa bidii na kuweka malengo yetu na kuifanya Turnbull iweze kuwa na nguvu na iweze kuwavutia wengine ili waweze kuja kwa ajili ya huduma mahali hapa. Asanteni, asante sana mwezeshaji. Ni matokeo fulani mbele ya safari makubwa. Sawa? Hiki kitu tulichokipata ni kikubwa kwa manufaa ya taasisi na kwa manufaa yako pia binafsi. Kwa sababu tuko hapa, lakini pia kwa wakati mwingine tuna vitu vingine tunavifanya nje ya Turnbull. Vinahitaji pia usimamizi kama huu na utekelezaji kama huu. Kwa hiyo ni mara chache, ila sasa Turnbull ndio style yetu, sasa tunakuja nayo kwa namna hiyo. Badala ya kwanza kuwa hivi tu inatuweka pamoja, lakini pia kwa na mtu mwingine wa tofauti inakuwa nzuri zaidi. Lakini tatu, unapata connection pia. Namba yake ya simu kaandika hapa, hakikisha unabeba namba yake ya simu. Huwezi jua maisha yanabadilika, maisha ni kama sahani ya plastiki. Muda wote sahani inaweza kumwaga maharage au isimwage, inategemea na umeshikaje. Kwa hiyo hakikisha unabeba hiyo namba ili kwa ajili ya mawasiliano na nini, vitu vingine, lakini pia wakati mwingine kwa ushauri na vitu vingine vingi. Inategemeana na wewe mwenyewe. Kuna muda unaweza mseminishaji kama hivi, kuna muda pia vitu vingine anaweza kukushauri kisaikolojia. Ndio hivyo. Kwamba mambo yaende hivi, yaende hivi, yakae hivi. Kwa hiyo beba namba. Mimi mwenyewe nilimfahamu kupitia kama hivi. Nilishiriki semina moja hivi SIDO, na ndio nilimfahamu SIDO wanamtumia sana. Kwa na mimi nikamfahamu pale, nikajisikia raha, nikaona na kuna kitu inabidi pia siku nyingine aje atusaidie na sisi hapa Turnbull. Na nyinyi wenyewe mmeona, si ndio hivyo? Mmeona. Ni vitu ambavyo kama ni msaafu, kama ni Biblia, tunavyo, ila huenda wakati mwingine hatuvifahamu au tunavifahamu kwa kuvikariri na sio kuvitekeleza. Lakini vyote vipo na vinafanya kazi vizuri. Kwa sasa sisi kazi jukumu letu ni kuanza sasa hapa kutokana na hiki kitu tulicho nacho, tuanze tuendelee mbele. Turnbull ya leo unayoiona na Turnbull ya 2017 sio hivyo, wala hatukutarajia kama tutafikia hivi.
tangu ya 2007 na 17 ilikuwa na mtu mmoja tu, ambapo ndio mimi mwenyewe. Lakini sasa tuko kama mtu mmoja, kompyuta moja, maisha yanaenda. Lakini leo mpaka hapa, lakini tunategemea 2030 tusiwe tena hivi. Tunategemea mwakani tusiwe tena hivi. Hivyo kila wakati tunategemea tuwe tofauti zaidi. Kwa hiyo unapokuwa na timu kama hivi, tunapokuwa kama timu hivi, lazima mawazo mengi, story nyingi, lakini tunasimama sasa na taratibu za ofisi badala ya story zingine, ili twende pamoja na vision na mission. Watu wengi walikuwa huenda labda walikuwa juu hizo, au wengine hisi umeielewa vizuri inataka nini, lakini pia na wewe mwenyewe umeshajua kwamba umeshaipeleka mpaka wapi hiyo vision, hiyo mission umeshaipeleka mpaka wapi, umeshajijua baada ya hili. Kwa tunawashukuru sana kila mmoja, tuna mengi. Mr. Alex, tunashukuru sana. Asante. Nashukuru sana. Leo umekuja hivi kwa udogo, lakini nafikiri kwa kuwa pamoja na sisi toka tulipoanza mpaka tumehitimisha sasa. Tunakushukuru Mungu kwa yote ambayo umetufundisha, mtume mtumishi wako atufundishe. Tunaomba haya yote ambayo umetufundisha, Mungu endelee kutufundisha na kutufundisha zaidi, ili tukatende sawa sana yale yote ambayo umetufundisha. Tunapotawanyika kuelekea kwenye majukumu ya kazi, tunaomba rehema zako na baraka zako ziwe pamoja nasi. Utufunike, utuwatamie Bwana, ni katika jina lako Yesu Kristo. Kiwa machache nashukuru. Amen.